Usimng'ang'anie mtu asiyekupenda. Asiyekupenda hakupendi tu, no matter what you do. Hata kama ukinunua kiwanja kwenye sayari ya Mars, ukamwekea kiwanja, ukamjengea na hoteli, ukaona mpeka kila mara moja kwa mwaka na kama miezi mitatu, hata kupenda kama hakupendi. Wasiokupenda achana nao. Wasiokupenda usiwalazimishe. Mtafute anayekupenda, msubiri anayekupenda, hata kama ana jicho moja au hana miguu mmoja, ili mradi anakupenda. Kamata mkono wake, mwambie twende, nimeshakupata. Baada ya miaka ya mateso, baada ya miaka ya dhiki, baada ya miaka ya kuzomewa, nimeshakupata. Upendo haununuliwi kwa fedha. Upendo haununuliwi kwa maneno. Upendo haununuliwi kwa magari. Sio kwamba ukimnunulia magari atakupenda. Asiyekupenda huna cha kununua ili akupende. Maana upendo hauchoki. Upendo huvumilia, huamini yote, hustahimili yote, haukosi kuwa na adabu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo hautafuti mambo yake yenyewe. Upendo haukosi kuwa na kiasi. Maana yote yatakoma. Lakini sasa imani pamoja na tumaini, na lililo kuu kuliko yote ni upendo. Usimng'ang'anie mtu ambaye amekukataa. Pakuna konda eti nataka nikubali, nataka nikubali. Jamani, achana na yeye. Yuko anayekupenda mahali. Usimng'ang'anie huyo. Kwenye maisha wanaokuchukia wapo, wanaokupenda wapo. Kwa taarifa yako, kila mtu kwenye maisha ana adui yake. Kama hujampata, subiri, anakuja. Maisha yanaleta adui wengi sana na rafiki wengi sana. Mwangalie anayekupenda. Timiza muda mwingi na yeye. Tulia muda mwingi na wewe. Waachie wale wengine, achana chakarabodi wale. Achana nao. Wasiokupenda lazima watakuwepo. Hata kama ungekuwa unalala chini, wanakukanyaga, bado wangelalamika hujalala vizuri. Yani watu lazima walalamike hata kama ungefanya nini. Wasiokupenda lazima wapo. Fitina ambazo hata hazina sababu lazima ziwepo. Yani watu kusema maneno lazima wakuseme. Lakini pia Mungu ni wa ajabu sana. Hata kama ungekuwa huna meno kabisa mdomoni, huna miguu, huna mikono, Mungu amemweka mtu aliyekupenda, anayekupenda mahali, ambaye atakuvumilia hata wakati wa udhaifu wako. Atakuvumilia pamoja na kwamba una hasira. Amepewa nguvu ya kuvumilia. Muombe Mungu akuletee mtu anayekupenda, anayekujali, anayejishughulisha na mambo yako. Waachana na wale wasiokupenda. Usilie ukafunga mpaka ukakonda eti baba, huyo kaka nampenda sana lakini hataki kunisemesha. Achana na. Tafuta yule anayekupenda. Ataletwa na Bwana kwa wakati wake. Haleluya. Oh baba, yani baba, kaka Thomas nampenda baba, ila hata kuniangalia haniangalii, hata kunisalimia ameniumiza kweli, kwa sababu mimi nampenda lakini yeye hajui kwamba nampenda. Sikiliza nikwambie mwanangu, utapoteza muda. Utapoteza muda. Wewe unampenda yule na yule hakupendi, na wewe unapendwa na mwingine na wewe humpendi. Wewe unamkimbiza mtu hakupendi, na wewe unakimbizwa na mtu naye hakupendi. Mnakimbizana namna hii. Acha kukimbiza watu. Mungu anakupa mtu unayempenda. Kama sio mwaka huu, subiri baadaye. Mungu anakupa mtu wa kukuunganisha kwenye kesho yako. Wameandaliwa na Bwana, usiwe na wasiwasi. Kuna wanawake wamesomesha wanaume ili wawaoe. Limemaliza kusoma, limegraduate, likaoa mwanafunzi mwenzake. Usisomeshe mchumba. Nataka nisikie tena. Rudia tena. Sema usisomeshe mchumba. Na kama ukisomesha, iwe chuo cha Biblia, ili akikuacha angalau amtumikie Bwana. Mwambie mwenzako hapo, vipi? Yani unang'ang'ana kabisa, unasikia moyoni nampenda huyu. Yani hakusalimii, hakuongeleshi, hazungumzi na wewe. Unatuma message nyingi mpaka unasikia moyoni naumia kabisa. Unamwambia jamani, mbona kutumia message? Na anakujibu, mbona nifatafata namna hiyo? Mimi bwana si uniache. Mimi bwana na shughuli zangu, niko busy. Mbona nifatafata? Mbona nitingia? Unasikia naumia moyoni. Utapata pressure. Wachana na yeye. Mungu atakuletea mtu atakaye kufuatilia, mtu atakaye kupenda, mtu atakaye kutafuta mwenyewe, mtu atakaye tumia muda na wewe. Wachana kulazimisha mambo ambayo hayapo. Utaumia bure. Yani baba, nasikia moyoni naumia sana. Yani mimi nampenda kweli. Nimemsomesha, alikuwa amemaliza darasa la 7 tu. Nikamwanzishia QT.
akamaliza, akafaulu vizuri, akapata division ya 3. Tena nikamlipia akasoma form 5 na form 6, akafanikiwa. Akapata division 2, akaenda Mlimani akasoma sheria, akawa mwanasheria, akaenda law school, akawa advocate, siku hizi ni hakimu, halafu kaoa hakimu mwenzake. Wewe ulitegemea nini? Ulitegemea nini? Mtu nampeleka anakaa darasani na wenzake wanasoma, wanadiscuss sheria pamoja, wewe uko nyumbani umelala, eti unasema atakapomaliza sheria atakuja pale kwenye kibanda chenu, yani Mbagala maji matitu wewe. Usisomeshe mchumba. Sasa watu wengi wanadanganyika kwamba huyu anayetaka kunioa nikimsaidia atanioa. Unaharibu. Usimsaidie, mwache achakalike, uone kama anakupenda. There's no amount that is an exchange for love. Mtu ambaye hakupendi tu, hakuna utakachofanya. Kuna watu wamenunua magari, unamnunulia mtu gari, unamkabidhi hii hapa. Kesho yako umeona ameolewa na kamtu, hakana hata bajaji, kamemwongelesha tu, baby I love you baby, baby, kakaondoka naye akashuka kwenye Land Cruiser yako. Upendo sio wingi wa vitu au uchache wa vitu. Mimi wakati namuoa Grace tulikuwa tunakaa kwenye chumba kimoja, na nikamwambia baby, chumba changu hiki hapa, hiki kimoja, hakina kiti wala hakina meza. Kama unataka kunipenda nipende hivi hivi. Huo ndio maana ya upendo. Unapenda, unaamua kupenda hivi hivi, ili Mungu anapoanza kukubariki na wewe uwe sehemu ya zile baraka zinazokuja kutoka kwa Bwana. You become part and parcel of the blessings. Don't look at things as a factor to be married by somebody. Do not look at material things. Usiangalie vitu, huyu mtu ana vitu vingi kiasi gani, ana maisha mazuri kiasi gani ndio olewe, itakula kwako. Angalia conviction ya moyoni. Yani kusema kweli, huyu kaka hana kitu, hana vitu, lakini moyoni mwangu ninapomuona future yake ni nzuri. Narudia, asiyekupenda hata kama ukimnunulia kiwanja kwenye sayari ya Pluto, ukamjengea na hoteli, akawa anakwenda kule na space vessel mara moja kwa mwaka, anakaa miezi 3, hawezi kukupenda. Kwa sababu upendo hauko kwenye wingi au uchache wa vitu. Upendo uko kwenye kujali, kukea. Yani upendo sio vitu, sio vitu. Unataka kuolewa na yule, umefuatia maisha yake, unataka kuuliza ana gari? Hapana, upendo sio vitu. Upendo ni it's different from things. Sasa, hebu sema ni afadhali uolewe au uoe mtu hana kitu lakini ana uhusiano mzuri na Mungu. Waangalie waliofuata vitu, watakuhadithia story ya maisha yao. Siku ya kwanza anaingia ndani ya nyumba, amefunga ndoa, fungua hivi, safari laga zimo kwenye friji zimejaa nini baby, kwa ajili ya rafiki zetu. Kwa sababu sisi hatunywi, sio kwamba rafiki zetu wanaotutembelea na wenyewe wasinywe. We must be inclusive. We must be inclusive. Tukubali diversity. Yani manake tukubali kutokukubaliana. Kwamba sisi hatunywi, yeye anakunywa, ametutembelea, tunampa. Baby, mnampa kwenye nyumba yenu, ipo laga. Bali walevi na wasioamini
na wachukizao na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti, na hii ndio mauti ya pili, imo kwenye friji. Eti kwa sababu ni msomi. You know, sometimes when we are doing things in a family, we don't want to separate other people. We must include other people, even though they don't think like us, they don't like us, but they are part of society. You know, in society, nimetia nanga ndani ya Yesu, kwamba lilo la Yesu nafanya, lisilo la Yesu tupilia mbali. Naongea hiyo kwenye masuala ya nini? Ya imani. Imani yako inatakiwa isiwe na mjadala. Hutaki kujadilia kwenye mambo yanayohusu nini? Imani.